Nawaambia wanaume tutamaliza. Haya. And that is why I've been telling you. Hata hii kijiji wanaume tutamaliza. Mwanamke anafanya hivi. Hao watu hawana roho ya mtu. Mjamaa mwanamke akapata mimba. Munani? Sasa hii ni ana huko nje. Si huku kwetu. Sasa hiyo ni story ilikuwa inapatiana mkata damu nyaganya kiugo ngeuragia atiriri. Sisi moto. Yaani mtu anaweza fanyia mtu wake hivyo. Haya. Mwanamke anapata mimba. Kwani ilikuwa yako venye unaniangalia vibaya? Sasa masikio nisikie story Yesu. Yake. Huyo mama ivule gekole. Mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu. Lakini alikuwa na complications. Na Soni hiyo bwana yake alikuwa tangu wakati apata mimba alikuwa na mrusarusa tumambo. Na hata alikuwa ameombana. Alikuwa ametafuta mpango wa kando. Sijui kwa nini wanatafutanga wa kando si wa katikati ama wa mwisho. Sasa mimba izaliwi ama namna gani? Siku ya kuzaliwa mama akaenda kwa hospitali. Na bado wakati alikuwa naenda inaitwa anje kliniki. Walikuwa namwambia, mtoto wako amekaa mbaya ni bleach." Sijui unawoko. Lakini sasa wiki kimjamaa kinamtesa akiwa kwa nyumba. So huyu mama akona shida, anatandikwa. Hata hiyo alikuwa anatandikwa, akona stress, mtoto anatandikwa akiwa na mimba. Haya. Na mtoto maybe alikuwa amekaa cruise. Alikuwa anaambiwa. So mama kuenda hospitali akaambiwa sasa ni nini? Ni makasi. Haya. Unajua ni kukata. Mimi nafikiria ni hawa. Watoto. Ana murume wao akemugura ndio sijui alikuwa naoa nini hapa. Jua na hata hakuna mtu. Anakuanga kasorobo. Na ndio nasemaga nitatoka kwa hii chama. Dume umesikwa na nani? Ni vile tu siwezi kaa. Utatoka na kufunga na viti. Yes. Ingana ite na mote. Ati. Torara barabara. Kule akati. Huyo mama before ukue makazi si unasainiwa na mtu na husband wako na nani ama guardian wako kama kawaida. Mjamaa akaitwa akaambiwa mama wako anataka kuchinjwa, kunja umsainie. Mjamaa ako na hizo hana time. Haka marabia kwani so nikuje nifanye aje? Ndio wakoza kuchinja. Simchinje kwani sikuchinja sinikuchinja. Daktari wakamwambia mtu wako amekataa kufanya nini? Kusaini. So huyu mama akasema tafadhali nitatafuta mtu anisainie. Akakutafuta. Mama akaenda na ukasaini. Mimi mwenye hiyo tumbo. Sinikufikiria. Sasa huyo mama akazaa. Siku ya kwanza amechinjwa sasa. Siku ya kwanza. Ya pili. Mjamaa anakuja kuona mtoto. Na venye katoto kana mkaa mpaka mapua. Mpaka tumacho ni twake. Ulijuaje? Tudogo kama huyu twako. Simonye kupeana story alikuwa anasema hivyo. Kwa hiyo ni story. Si story ni ya ukweli. Ya ukweli si ni kazi ni yake. So ati katoto kana kaa huyo mjamaa hata mpaka tundimpos kile kipaka mkasi. So siku moja huyo akakunja. Anadia wao akinyete wote like hii nugu ya njamba. Nugu ya njamba. Anakaa so akafika kwa kitanda. Akakuta kuna mjamaa amekaa hivi. Haya. Amekalia kitanda wanaongea na mama na mtoto ameshika katoto. So mjamaa akauliza nani huyu? Nani huyu? Amekaa ni kama mwenyewe. Akajua na nyinyi mtanichuta. Akatoka hapa akaenda kwa administration kana itaitwa administrator. Yes, administrator. Akamwambia hebu nikwambie huku nitamwaga damu, nitaua mtu. Tiaue anagoja nini? Nitaua mtu. Akaambiwa ni nini? Akauliza kwa nini nimekuta bibi yangu na mtu mwingine amekaa hapo kwa kitanda. Na amekaa sign.
Aha. Leo unaona ni urugire. No, the thing ni atiriri. Anasikia uchungu huyo mama kukuwa na mtu mwingine, lakini hakukuwa na time ya kukuja kusai. Akaambiwa huyo ni ukweli, huyo ndiye mjamaa mwenye aliitwa na huyo mama akuja amsalimie. Kusai na kusalimia ni the same. Akamwambia huyo mama angekufa kama sio mjamaa Alikufa. Alikuja. Mlikunywa nini? Ni kama chenye mlikunywa inaenda ikiiva pole. Ulikuwa tutengenezea nini? Wewe leta story. Haya, mimi nafikiri ni story na very. So huyo akarudi sasa kwa huyo mama. Akamuuliza nataka kujua. Hii ni nega gani? Who the nigga? Yes, it is who the nigga. Akamwambia ngoja na simama hapo. Urari na rume muno. Umekuwa ukinitesa hiyo wakati wote, na wakati huo wote nimekuwa tu nikinyenyekea kwako. Sasa ilifika mahali hata kifo yangu haikutishi. It is normal. So nakwambia hivi, nilikuwa na boyfriend Billy wakati tulikuwa na wewe, but sikukuwa na involve na mambo mengine. Nikafikiri wewe kitu yako ni msukuli, nikaacha huyu. Hata sasa nimeona huyu ndiye ako na roho ya mtu. Ndiye ndio kagochuzo. Kumbe huyu ndiye kumbe huyu niliacha ndiye alikuwa ako na roho ya utu. Hebu sasa nikwambie, ondoka. This is my husband and forget me, na uende uchome kila kitu. Akamwambia ondoka. Ondoch. Mjamaa akasema ati na mtoto wangu hivyo tu. Yes, kwani ulikuwa sasa sio wewe karara hata kama ni moja ya nini? Hapana. Nakwambia akasema yeye sikiza alikuwa anataka nikufe adikuje. Nimesikia ile. Sasa ningekuwa mimi huyo mama angetoka, huyo bwana angetoka hapo kasa. Too bad. Kiza. Sasa akamuuliza hadi nini mama, that is what I'm saying. Sasa huyo mama amejaza ni nini? Kizungu. Mekiwa sasa ako na energy ya kuongea. Mjamaa akaambia huyo mjamaa, wewe toka uachana na bibi yangu. Amwambia wewe, leave me alone. Huyo mjamaa akachukua simu. Leave me alone. Hello. Bwana usies. Kuna mtu ananiharibia hapa, ananiharibia boma. Yes, ananiharibia boma hapa, na niko hospitali karibu hiyo hospitali. Yes sir. Hey, jamaa akastuka. Within 2-3 minutes. Digari sio yote hau. Mjamaa alitolewa hivi. Uliona kutolewa? Alipotea hivyo. Bibi alikosa hivyo. Sio kama tunaelewana? Leo ndio nawaambia wanaume hawa wa Kinjinji hao tunamaliza, kwa sababu wao na wale sio hawana tofauti. Yaani umetupatia hiyo story, umepiga magoti, na kama ungeambia upige uombe mguu asi. Mtu kwa na utamu. Na niambia haruia ilikuwa tamu wewe waetu. Imeingia mpaka kwa mifupa. Lakini na huyo kijana alideserve. Ndio kidogo. Kwenda kwa bath. Alifaa. Alikuwa wadhi. Yes. Afadhali of the place. Yes. Unajua kizungu bora uigize jina usitake kujua inaingia wapi. Hiyo ni yake. Bora ingie na isimame. Na the same capacity.